So this boy art mambo fresh super selling designer, kama kawaida tunajua tu mimi nakuleteaga stories za nguvu. Na vile tu nilikuwa nimekuahidi tuko na mwanetu hapa hivi anaitwa Stubborn, mchapakazi wa nguvu. But tena ameugua manusura ya ya accident pale hivyo kwa njia ya Nyeri. Na hapa Catherine today we have decided to come and see him. Tujue hali iko aje na pia aweze kutuinform what happened. Stubborn. Yeah, man. How are you feeling? Sign iko strong. Tuko much better psychologically, physically, emotionally. You feel say at least sawa. Niko better than 2 weeks ago. Yeah. Etabu tuambie what happened 2 weeks ago. On Saturday usiku nilipata hii call. Yeah. Kwanza nilikuwa naenda kazi nyingine ika backfire. So luckily nikapata hiyo call. Yeah. Napigiwa. Stubborn uko free kesho? Sema siko free. Wakanipanga kazi tukutane kesho saa 3 asubuhi tao. Kama kawaida Jivanji. Yeah. So ndio ikawa asubuhi ikakua. Kafika tao on time. Piga shughuli pale, magari zikakuja, piga shughuli. Yeah. Tulikuwa tunaenda Zaina Falls Nyeri. Location ilikuwa road trip tu. Yeah, tulikuwa tunaenda Zania Falls. Yeah. Kwa pale Nyeri. So ndio ikawa tukafika. Kuchachisha ikaisha, ikakuwa tayari ikachachisha, tukaanza kuenda. Yeah. Ngara tukakaa kidogo. Ikakuwa nimesahau batteries. Yeah. Kuna batteries nilikuwa napimizia. Sorry, kufika Ngara tukakaa kidogo. So nikaanza kukimbia kwanza. Yeah. Mimi nakaa hapa Roysambu. So nikakuja kwa nyumba nikachukua batteries. Nikamwambia nikitoka tao nichukue tu hapa hivi. So akakaa kitu 20 minutes hapo. Yeah. Kaanza kukuja. Ndio nikachukuliwa hapa Roysambu. Na gari zilikuwa Ngara. Yeah. So nikachukuliwa hapa Roysambu. Yeah. So after pick up ndo tukaanza kuenda. Yeah. Obviously kwa highway. Kaanza dereva kaanza kucheza kilee. Yeah. Kuchachisha manyoka. Sasa yote mimi anachachisha. Kuna wasee walio record kwa barabara. Yes. Na ikaanza kutrend actually. Ilianza kutrend hapo tukiwa tu bado Thika Road. Yeah. So mimi kwa gari ndani nilikuwa mshajua already ya trending. Obviously tuko kwa masimu, walikuwa kwa masimu walikuwa wanajua wenyewe wako kwa masimu tuliwaambia. Yeah. Na hakuna mwenye alisema hivyo sasa I think tunaenda the wrong side na can we just balance vitu zikaifiti. Unajua sasa vijana wakiona kitu kama hiyo dereva ni mno. Yeah. Dereva ni mzee amechachisha, dereva ni kichochwa. Anachecheka. Inabidi tu amechecheka. Pia yeye wamtake. Yeah. Pia anajenga jina. True. Hapo kwa barabara, did you guys mlipatana mlisimama misho na matraffic kama anything ama it was just safi tu? Before hapo tukianza ku trend ilikuwa mchana. Mwenye gari alipata hiyo report. Yeah. Mwenye gari katufuata. So yeye akafuata nyuma. So si tukifika around wote hivi. Tunaona Discovery inatufuata mbio. Inatoshia matao ndio sasa watu wajui. Yeah. So akafika hapo kwa dereva akateremsha kioo. Watu wa crew wakaona radio chafu. Wale sawa wanamjua, watu wa crew wanamjua wanalikuwa kwa mlango. Yeah. Wakaanza kuingia mbio ndani. So akasema gari iko kando. Ilikuwa around hapo ite hivi Jomoko. Yeah. Gari kaka kando. Jamaa akakuja. Mwambie asi gari ni yangu. Na dereva amechoma. Yeah. Dereva alikuwa pia hapo kando yake. Hata wewe ndio umechoma. Sema dereva wengine wanaenda fiti. So gari ni yangu. Yeah. Ninarudi parking. Na mrudishie dozi. Kabidi mmsuka sasa. Attention kakakuwa hapo tulieni, watu wakatulia. Sasa vijana hapo wako hayo, wako wamelewa wengine. Sema tulieni. Akasema tumfuate. Ndio gari narudi parking. Yeah.
tukachukua hiyo U-turn ya Thika, kabla tumezunguka Thika tukaanza kurudi. Tukarudi tukapita Juja. Fika hapo Kenyatta Road. Tukaingia sasa anafuatwa. Akasimama. Tulikuwa ndio tunarudi parking. Hata mabigi wa trip walikuwa wameanza kutafuta gari lingine. Ndio tulikuwa tunajua hii ni noma. So kusimama sijui walienda wakaongea nini na dereva na nini. Tukaanza kuenda safari kitu tukaanza hapo kitu 10 minutes. Sijui walielewana aje. Sasa tukaanza safari vizuri sasa. Tukarudia hiyo sasa hapo tukatulia kidogo. Dereva alitulia. Hakutachisha ni Hakutachisha. Hakutachisha sana. Unajua wao vijana pia tuko hype. Wako hype. Mshaondoka ngori mkajua sasa iko sawa. So bado lakini bado tulikuwa tu rada ya watu wa NTSA kidogo. So tukaendelea tukaenda ikifika mahali tunaona gari inaingia chochi, inaingia tu kwa kamplito. Tutaweka hiyo picha hapo ndakutumia. Gari imeingia. Tunashangaa nini? Kumbe mbele sijui kuna ka patrol ama wanasikia tunakuja. So tukaingia choche, tunatulia. Tukakaa hapo kidogo 10-20 minutes hivi. Tunaanza tumeanza safari. Tukifika stopover, unajua bado nganya zingine ziko hapo hivyo. So stopover mapicha kunini, mtu anashuka. Kidogo ukiangalia kando gari yenyewe haiko. Sasa mnafuata sasa hizi kama na wengine. Sasa inabidi jifiche. Anakuja anaingia tena. Ili kwa hiyo maidasik. Tukaenda tu sasa Masai imeenda ni kitu 4 hivyo kuna huko Sagana 4 jioni. Masaa tu yani masaa late masaa imeenda. Sasa jioni imeingia already. Bado tunaenda. Tukafika venue. Tulikuwa tunaenda tu hivyo kama kuna stopover. Mtastop tu vizuri. Wala kushika kitu yako ya tumbo unarudi gari haiko. Sio mnaambiwa gari imeenda pale. Iko mahali pale. So ikawa tu tukaenda tukafika venue. Hiyo ni 6 jioni. 6 jioni. Okay, na hii sasa hii venue aswa mlikuwa mmeenda kufanya nini? Kwa sababu 6 jioni I don't think hata mko na enough time ya kuenjoy the view. Ilikuwa waterfall. Cha muhimu tu ni tulifika. Na luckily sisi peke yetu ndo tulifika I guess. Tulikuwa kwa waterfall. So nikahaika kidogo, ndio waterfall iko hapo karibu. So nikahaika kidogo tukaenda. Ili take kitu 1 hour 30 minutes, kitu 2 hours hivi. Tukaenda hike tukarudi na usiku tu. So hapo hivyo ikafika around 6. So hapo ni tulifika 6. So kurudi kwa gari ni around 8. Hapo ni around 8. Sasa hapo ndo tukaanza kujitoa. Watu tu walikuwa wametulia hiyo masaa, unajua sasa watu wamechoka. So watu wametulia tu. Dereva alikuwa anafanya manyoka. Sasa hiyo watu walikuwa wametulia. But obviously kuna wale kwa mlango. So kitu after 10 minutes hivi ndio sasa ni pale Nyeri ile barabara ni makona tu. Sasa barabara ndio ilikuwa manyoka, sisi. Sasa barabara iko geuzia. So barabara ilikuwa manyoka, so niyo place. Sasa kwa kona ndo kama dereva ilimshinda. Za dereva zilikuwa zimeshika. Lazima tu sasa. So kupiga kona, unajua sasa kona una live, so kwa speed kila live ilimshinda kurudi. Ikaenda kilala. Kaenda kama tumelala. Na kwa hiyo kona wewe sasa ulijuaje sahi? Did you have that feeling of sahi tunalala? Hii ni kuenda inaenda chini. Ama wewe ulijipata tu? Mwanzo unadhani kawaida. Simekuwa manyoka the old days. Mwanzo unadhani Mazee guys, hapa kati imeanguka. Tuko na huku side za Zaina. Fuck. Bro. God. Mazee tusaidieni yake wallahi. And now crash happen. Uko ndani ya gari. What's happening to you that time? Ulizima ama bado ulikuwa tu macho?
luckily sikuzima. Nashukuru Mungu kwanza mimi si wasikati. Yeah. So unaona pale bado nilikuwa na nguvu. Yeah. So vile litan ma screen zote ziko chini. Mimi nilikuwa nimekaa hapo nyuma ya dereva. So screen unajua hapo kuna ile screen 75 inch ama nilikuwa tunayo hapa kando yako hapa. Mimi nilikuwa na TV hapa. Bado juu kuna TV, kando kuna TV. Jua nganya vile kwanga imejengwa. Yeah. So ikawa watu hivyo Brazil yanguka nikazifuata. So vile litan nikakuwa upside down. So ulikuwa umejifunga self bet. Self bet sangapi sasa? Hakuna. So vile gari iliambia nyinyi wote uko ndani mjana. Kwa vitu yani jua. Okay. So at least wenye walikuwa wamekaa huko tuseme. Hapo unajua sasa hapo ni open place. Vitu zimeangaliana hivi nyuma ya dereva. Yeah. So nayo. So hiyo time nilikuwa najisikia. Did you feel pain? Did you feel anything? Ama mwili hizo unajua sasa hiyo ski pain. But wewe unasikia wenyewe umeingiwa. Wewe unasikia tap iko kwa uso. Hiyo ni damu inamwagika hivi. So nikajikaza, nikajiinua, nikaamka. Unajua sasa umejiinua ujui rada, ujui kama gari imetana. Yeah. So nikajikaza hapo chini nikaona masimu. Nilikuwa na simu kwa mkono kwanza nataka kupiga ripoti. Niambia niyo mtaa. Tunatoka. Yes. So mtaa nani alikuwa? Home wife. Yeah. So nilikuwa namwambia ndo tunatoka. Umemari. Okay. Mimi nilikuwa na simu kwa mkono, nilikuwa nataka kupiga simu kwa mtaa. Niambia wife ndo tunatoka, ndo safari ndo tunataka kuanza kurudi. Yeah. Kama ndo tumeanza kurudi. So hapo ndo nilikuwa na simu kwa mkono ndo saa accident ikafanyika. So nikiwa chini nilikaa kitu 1 minute hivi ama kitu 40 seconds hivi. Najisikia lakini saa nilikuwa upside down. Nilikuwa na feel kama kitu imenilalia. But hakuna kitu ilikuwa imenilalia. Hiyo saa unajua kwa upside down wewe mwenyewe uko comfortable. Nikitaka kuamka. Ni kama mtu unapiga push up. So nilikuwa nasikia kitu mzito. Yeah. Iko juu yangu ndio ikantake hiyo time. Okay. So kuamka hivi bado nikiwa hapo chini nikafeel saa sina simu. Nikaanza kupapasa nikachukua simu kama 6 7 hivi. Lakini yangu ilikuwa hapo. Yeah. By the time so kujikaza hivyo nikajipata nikaona njia. Yeah. Nikashuka. So kushuka ni kutry help. Ndio unajua unaelewa si wa Kenya tunaenda hapo kuchukua content. So wanataka kukusaidia. Yeah. So the people who meet na wase kadhaa sindio that moment kwa gari ndio wanataka kukuja sana. So gari haikubondeka design yenye lazima mvuruke huko ndani, lazima ikatekatwe mtolewe. Okay. Mko watu wangapi kwa hiyo gari? Kitu 33 hapo. 33 and wote mliumia? Si wote. Kuna wenye walikuwa sawa. Mimi walikuwa kando yangu walikuwa sawa. Watu walikuwa sawa, wengine walikuwa wamekatika kidogo. Like zile tu minus ndo zilikuwa mob. Sasa ndo ifikie mahali penye unanyolewa hivi shaudini. Ilikuwaje? Which hospital do you go ndo wakaku fix at least? So acha kurudi nyuma kidogo. So hapo kutry kuomba watu msaada. Kupata mmoja akanisaidia simu. Kapiga mtaa, nikamweleza. Nikamwambia tu amuulize huyo tuko wapi. Juu hapo sijui. Yeah, definitely. Mimi najua niko Nyeri, sijui ni Nyeri wapi. So hiyo time bado nikikuwa tu hapo naambia mtu osi. So wanakijiji bado walikuwa wameanza kukuja. Yeah. Kukuja walikuwa tu wanapiga masimu. So hakuna mtu mwenye alikimbia immediately kusave wase ama anything. Wenyewe tu tulikuwa tunajisaidia tu wenyewe kwa wenyewe. So hiyo time wase wanduthi pia walikuja hapo nikaenda mmoja. Mimi akanipenda. Nikamwambia wewe nipeleke tu osi. Yeah. Wenyewe unaona mimi ni mfereji. Like
Damu inatoka sana. Damu inatoka kutoka. Hiyo time ilikuwa inatoka kwa kichwa. Hizo injuries hizi so ndo kaenda kwa dispensary fulani hapo. Yeye akanifikisha hapo nilipisha. So na bado kwa hapo ndo wakauliza accident iko wapi. Kaambia simuulize ule msijui nyinyi nisaidieni kwanza. Damu itulie. Kitu 10 minutes hivi ndo watu wakaanza kuletwa hapo. Watu wakaanza kuletwa hapo. Pia watu wenye mlipata accident nao ilibidi waletwe tu hapo. Hiyo ilikuwa the nearest dispensary. Okay. OC ilikuwa mbali kidogo. So from there hapo hivyo ilikuwa ma first aid. Ma first aid tu wale wana bleed sana itulie. So ulipata hata wale wataki watu wakuja hapo. Sasa ni dispensary ya huko tu mtaani huko Ushago. So hawana equipment mob. Na sasa hiyo tumekuja watu once bila kujua. So na hapo ambulance zikakam zikichukua wasee zikiwapeleka kupelekwa Nyeri General Hospital emergency. Hapo sasa ndo watu walianza kutibiwa. Hiyo tu siku ilikuwa poa tuseme tu hivyo. So umejipata OC. Uliambiwa ulipata news za that in this accident pia kuna wase wenye wamewaacha. Hiyo ni kusikia tu. So bado tukiwa pale emergency watu wa Red Cross walikuja. Watu wa kama polisi wa traffic lazima wachukue statement. Sasa hapo ndo tukakuja kujua kuna wale wamepasa. Na bado tukiko hapo tunaona wale wako ngapi? Mmoja ndio alipass immediately. So ndo tukapata hiyo report. Hiyo siku tu ilikuwa tu mbaya. Huwezi ekelea dereva, huwezi ekelea barabara, huwezi ekelea gari. Mambo ilianza tu salami ya asubuhi. Sio tunaenda. Road trips ukua. Hazitazidi kukua. So ilikuwa tu siku mbaya. Bado kwa hiyo process ya ambulance kukuja kutry kuokoa ambulance nyingine ikapata ajali. By the way probox kulikuwa na story kama yako ati ilianza hiyo issue ilianza kama ati gari ikipelekwa Riko kwanza kukachomeka. Imekuwa ndivyo masuala hiyo gari lakini sisi hata gari yenye ilikuja kuinini pia accident pia ilipata accident nini ambulance. Mimi nilisikia gari yenye ilikuja kuitan ya mke pia ilianguka ikabidi. Hiyo sasa unajua hiyo sasa ndio tena nilisikia hivyo nilikuja tena bado kuambiwa I don't know how true it is. Pia hiyo kulikuwa na hiyo gari ilikuwa inakuja kuamsha hii. Bado ambulance ikitry kuleta watu OC. Tena ikagongana na probox nyingine hapo. Na kilikuwa tu Monday fulani, Black Monday fulani imekuja sana. Poleni sana. Kwa hiyo issue yote, did you lose anything valuables apart from damu nyingi? Apart from close damu. Nilikuwa na jembe zangu za kazi. Mimi bado nilikuwa kazi kupiga picha. So nilikuwa na equipment, nilikuwa na kamera 2, lights. Kadi. Ndio hizi shit ni expensive. So zilikuwa kwa bag na nilikuwa nimesonda fiti ni my kit. So hiyo time ya kuamka singeweza kujirescue ama kuirescue. Singeweza kuirescue nikijirescue. So zili crash ama zilipotea? Haziku crash. Kulingana na polisi wanakijiji bila tu gari iliamshwa hivi. Ni kama hao pia walikuwa wameamshiwa gari. So ndo wakaingia kwanza kwa peremba wakajitibu. Sasa unajua kuna mtu Nyeri akona kiupa tu kwa gari. Kwa nyumba ya gari. Gari iliperembwa. Gari ilisafishwa sana. Mwanzo poleni, it was a very sad thing. Sisi tumeanza kuona ikitrend huku mtatu and we are like tuko hata tunajua that kuna msemo mwenye tunajua kwa ndani. It was just normal. After a while ndio tunapigiwa simu tunaambiwa your brother mpata ajali. It was very very ilishtua sana. Mwanzo poleni kwa that. Na sasa umeamua hata sasa utanyoa kabisa. Sasa utakaa hivi. Unajua pale kwa emergency
si kuongea mbaya, lakini hivyo si si mimi nilikuwa pale tu hivyo, wakaanza kunishona. Hawanipimi wajui kama niko na internal bleeding ama nini. Walianza tu kunishona. Kidogo tu nasikia mtu ananitisha scalpel. Ndio mtu ananitisha scalpel. Wale wasade. Kumbe ni kuninyoa ndo wachone. Ndo alitusaidia. So nilikuwa nimepiga simu mtaa. Yeah. So wakaorganize wakakuja. Yeah. So hiyo harakati yote ikakuwa ilitaka kama 2 hours hivi kwa usiku. So by saa 6:30 hivi walikuwa washafika. Walikuwa hapo hivyo. Na hapo experience ilikuwaje na nini? Na nyinyi vile mliletwa, like vile mlifika, how was that experience? Did you mliambiwa mtulieni kwanza ama it was unajua madok obviously hawako wengi. So kule ya kombaya ndo walikuwa wanaanza na juu kama huyu anaitwa na mmoja anakuja hapa, mwingine pale. Yeah. Lakini as a group hiyo certified adventure big up tu. Wao so walikuwa na umoja pale. Yeah. Hata kama mtu hajaumia sana yeye anakuambia utakuwa sawa hivi utakuwa sawa sawa. Walikaa pamoja, hiyo upendo ilikuwa fiti sana. That's nice. Congratulations to them manze for that. Na poleni sana for that issue yenye iliwapata. Manze, si tunaenda road trip manze, so ilitushtua. Mnatupatia phobia hadi hapo mbele kutakuaje? Utaenda tu. Hata mimi nitaenda. Unajua kunyongwa na chakula, huwezi kataa kukula. Huwezi kufanja. Unakunywa maji unaendelea kukula. True. So hapo ndo tunapata cha kukula. So na saa hivi vile hauna equipment, hauna anything, like everything ilipotelea hapo. Una survive aje? Unapiga mboka aje kwa sababu definitely saa hii sijaanza kupiga mboka. Ndio na try, niko na kapable mahali. Katil mahali tu. Na try kwanza nipate jembe. Yeah. Na saa hii mabesho amenishikilia. Food sikosi. Food saiko. Yeah. Lakini saa wanasamanga ufai upewe samaki, ile probably samaki ni unafunzwa saa ile neti yangu ya kufish ndio imetoboka na inafaa ishughulikie. Sukuma sana niipate. Haijatoboka sina. Ilipotea nini na maji. Ndio na try. Na hizo cameras zilikuwa yours ama ulikuwa umechukua from somewhere that sasa kuna mtu mwenye kuna deal naye ya pesa kaa zote? Unfortunately yangu ilileta issue that Friday. Yeah. So I had to hire nilikuwa na kazi saa 5, nilikuwa natoka kazi saa 5, so I had to hire on Saturday. So akasema nirudishe on that Saturday ama Sunday asubuhi. Yeah. So nika kuomba ingine. So sasa hiyo nimeomba 2. Yeah. So nika kuomba yenye ningekuwa nitumie Sunday. Yeah. So nilikuwa nazo 2. Unfortunately hatukupatana na huyo nilikuwa nirudishie saa 5. Yeah. So zilikuwa kamera gani? 2. Kulikuwa na Canon R8. Hiyo market price ni around 180,000 to 200,000. Kuna Nikon 3500D. Then around 60-70,000. Then kuna speed lights, kadi, batteries. Yeah, na wenyewe wakusamii. So unajua saa wenyewe pia wako njaa. Hiyo ndio nawatafutia. So hata as human huwezi sema waelewe. Yeah. Hata wewe waelewe wakuli. True. Waelewe waende kazi. Kwa sababu jembe hakuna. Na do you think that insurance italipa ama the owner of the car yenye ilipata accident? Unajua insurance before what bali na take time. Yeah. So on the other side na ilianza kuwa kwa rada mapema. Hata before the accident. So kumaanisha kuna possibility sisi. So possibility ni bado zote itakuwa ndefu. Makosa pia dereva alikuwa ameanza pia alikuwa kwa rada. Yeah. Sasa ukiwa na makosa
process nyingine. Bado dereva time ya accident bado aliheta. So bado anamtafuta. So hii time yote mnafanya hii shughuli ya kwenda hospitali, nini dereva yuko? Hayuko. So ya kuumia in short. Tuseme ya kuumia. Sijui lakini sasa ndio wewe hujaumia. Obvious. Sijui mtolewa katoleko wa kwanza ndio ameumia angepatikana. True. Na hii safari yenu ya kutoka na wapo kwa hospitali hii yenye mmeenda hapo Nyeri ya first aid iliwapenaje sasa ndio mkamwaniaje tupelekwe hospitali naye ama nyinyi kukuja hospitali Nairobi after that? Mimi nilikuwa kivyangu. Yeah. So by hiyo masaa 6:30 familia ilikuwa ishafika. Now that nilikuwa na uwezo wa kwenda Better Hospital, niko na insurance. So tukaamua tu tuwatoke. Okay. Huko kwingine kuna better, obviously private iko na better services. So tuka around 4:30 hapo 4. Kwanza kurudi Nairobi tukafika kitu 7 hapo tulikuwa traffic. Ukarudi tu direct. Nikaenda usi direct. Yeah. Nikaenda huko AR Kiambu Road. Kanipiga hizo vitu zote. Yeah. Nikakaa hiyo day nikaenda theater wakafungua vitu walikuwa wamenishona. Wakafungua akafunga tena. Yeah. So nikakaa mpaka Tuesday. Ndio saa Tuesday jioni nikakuwa discharge. Luckily sikuwa na any internal bleeding ama internal injuries. Yeah. The only thing nilikuwa na issue hapa kwa pua. So hawange decide kama damu zinaacha kutoka. Yeah. So ndo on Monday nilienda kuangaliwa. Luckily hakukuwa na fracture. Okay. Mambo ilikuwa sawa. So sasa kitu yenye kubwa sana yenye umebaki nayo ni hasara na hauna equipments. Sai dent niko nayo. Najua hata watu wataongea, watu walianza kuongea. Nadhani kuna stories ni tu kwa hiyo tuko ama ipo wapi. Bado ilikuwa. So pale comment section tu watu wanaongea wajui what happened as well. Mimi ni kama huyo mtu ameenda mjengo. Yeah. Ajali pangu. Nimeenda tu kazi. Hata kama gari inafanya hivi, sina authority ya kuambiana. Mimi niko kazi. Yeah. Sina authority ya kuambia dereva fanya hivi, usifanye hivi. Kwa sababu uko kazi tu kaa yeye. Mimi niko kazi kaa yeye, mwenye group anafaa aongee. Yeah. Na hizi vitu happen, si ati hata ngori ni kwa nani. Ilikuwa tu ajali. Yeah. Magari hufanya na nyoka, magari huenda road trip, itazidi kuenda na zitaenda. Yeah, hiyo ndo culture yetu. Ajali mtu hapana. Very true. So matusi zimekuwa pale comment section, hiyo pande nyingine. Lakini sasa hawaelewi. Kitu yenye mimi naweza sema ni time changes, kwa sababu unachikisa yeye msaki chini atakujudge. Hao vijana wanaendesha gari wamelewa, wamevuta bangi nini. But at the end of the day, me believe time changes. Now what is there is what that inaweza tumika. Kitambo wase walikuwa wanacheza game za kurukaruka nini kwa sababu hakukuwa na toys. Toys zikakuja zikapitwa na wakati. Sasa sisi tunatumia real toys. Not because we don't care, but ni kwa sababu tuko kwa hiyo lifestyle. So you can't live peke yako. Ama nadanganya. Kweli. Yeah. So time ina change na vitu fun pia zinaenda zikichange na trends pia zina change. Na gari kutingika hivyo haimaanishi pia sisi wote tulikuwa tumetingika. Najua kutingika. Yani like sio kila mtu alikuwa mlevi. Yeah. Yes, kuna hizo vitu, kuna alevi, kuna nyona smoke. But si kila mtu. Sio kila mtu. Wanafaa understand that kuna watu wenye walikuwa pale wakijibamba na kuna watu walikuwa pale kazi. Watu walikuwa kazi. Yeah. Donda alikuwa kazi. Dereva alikuwa kazi. Donda alipass unfortunate. Yeye alikuwa kazi. Sasa ni kitu tu ni ajali tu. So usijaji watu wako hapo ndani. Yeah. So first ongelesha watu wangu hapa hivi waambie
wanaweza kusaidia aje, unaweza elewana aje, pia waambie kazi yenye unafanya, pia wakupromote, kwa sababu kama kuna photographer mwenye saa hii na sisifu Kanairo, unajua Mungori, you're on the list, kwa sababu so wabongeshe, waambie kazi yako yenye unaduni. Mimi nafanyanga photography, nafanyanga videography. Mimi ni mwanabiashara. Mimi ni dereva. Si mnoma wa gari ndogo. Nauza asali. So sasa hivi tunanilia sasa hii ni asali, tunataka asali na hizo ziko. Na hii ndo asali, si ndio? This type honey. So hii ndo asali. Hii ni price ni ngapi? Maybe tutawaandikia hapo chini na size pia. Na ni support tu niweze kupata hizo equipments. Unapata equipments ama unazipay back? Nikizipay back, cha muhimu ni ukizipay back utakuwa ni kama umezipata. Cha muhimu tu ni kuzipay back. Ndio ule mtu ndo unajua hizi equipments sio kila mtu kupea. So imagine hapo watu wawili wenye huwa wananipea hawana sawa. So at least hata hizo zikipata wakiwa nayo tuko sawa. Kuna ka pay bill hapo nimeweka. Rusha tu kitu iko. So far tumecheki tuko wamekupost ghafla wapi? Kuna any well-wishers wamecome through apart from friends wako? Well-wishers pia wako. Huwa wanakam. Wengi huwa wanakam. That's nice. Tuzidi tu hizi equipments, hata hizi zinatushoot. Hizi vitu hata enda tu pale online search tu bei yake. Bei ya kamera tu yoyote search. Mimi nilipoteza Canon R8. Search tu bei. Kwa vingine mtu akiuliza pesa ngapi, unamwambia tu jina ile search. Ndio ukimwambia ataona ni uongo. Anaona aka kitu kana kadogo hivi. Leo mtu aoni value. Kitu ya picha. Aka kitu kadogo. Ajui value. Very true. So ni support. Hiyo ndio support tunaomba sana. Kuna ka pay bill hapo mcheze nako. Sawa. So sisi tukimalizia manze, tunakushukuru sana kwa kufika na sisi hapa. Let's support Stubborn. Manze, kama uko na kazi ya photography, videography, organize events, this guy does all. Ukitaka asali, ukitaka hiyo nyingine ni peanut butter, unamkuta ako na kazi safi sana. Hii shofa. Kazi safi sana. Ukitaka shofa ni dereva. Shofa. Yeye ni dereva lakini si hatari. Yeye ndo amesema hivyo. So manze, supportini ya brother. Na pia mjue hizi gari zenye mnaona kwa barabara zikiendeshwa nyoka, saa zingine si juu watu ni wa reckless, but ni juu they want to experience things that watu wako na thrill tofauti. That's why kuna speed bikes, that's why kuna safari rally. Hizo vitu zote tuna entertain because kuna a way that inatu entertain sisi from the core. Also, so manzo sibanduku usiende mbali, but for now sisi tumemaliza. Peace out.